Rada za Huba. Asante sana. Karibu sana. Sisi tutavibe vipi? So na sisi kwetu tuna mood moja ya upole kweli kweli. Naona mood ya upole sana. Karibu sana hilo Lama FM. Bila shaka ni kwa mara ya kwanza leo unakuja hapa. Of course, leo ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Kwani umechelewa hivyo jamani? Umechelewa? Haujibu message zetu Kwa maana ipi? Kuja hilo Lama, mbona umechelewa sana jamani? Hapana, sijachelewa. Vibe si tulikuwa tunataka pia. Nilikuwa nasubiri appointment. Na nikawa nasubiri sana ili tuzo yetu jamani. Imepita kila mahali. Ipite. Alafu Makambako vipi, mbona kama haijapita? Nikasikia leo inakuja, basi hapa Radani tuserebuke nayo, maana hata umevibe nayo kweli kweli. Ni sawa. Nisema kwa sababu ya majukumu ya kazi. Unajua leo nimetokea Kitandililo Okay. Yes, kwa ajili ya mishe zangu. Kwa wakati natoka ile asubuhi, haraka alafu nikajikuta hujatuletea. Nimesahau kuibeba na kuwaletea watu wa Makambako. Kwa hiyo watu wa Makambako waniwe radhi tu. Ni kweli Makambako unajua ni home. Okay. Kwa hiyo kama sijawaletea watu wa Makambako, mwenyewe najisikia vibaya. Okay. Kwa nitapanga siku tu. Na hata ingetokea leo maana yake ningeleta wa kuiona ungekuwa wewe. Sasa ninakuwa nawakilisha Makambako yote. Anyway, wakipitisha kwamba uwe ndio mwakilishi, inawezekana. Okay, sawa. Karibu sana hilo Lama FM, karibu sana Rada za Huba. Nimefurahi sana kukuona. Asante sana. Nimefurahi pia. Unajua nakuona online tu. Mimi pia lakini ninakwambia. Sikia watu wakiwa wanazungumzia kipindi nini. Lakini leo live bila chenga. Imekuwa vizuri pia na wewe toka kusikia sasa live bila chenga. Karibu na kufahamu kwa jina la MC Monly. Kuna majina mengine ambayo tunatakiwa kuyajua? Mimi na majina mengi sana. Na majina mengi sana. Jina langu official ambalo lipo kwenye vyeti, jina langu ni Philemon Samson Kipuga. Okay. Yes. Which is Kipuga pia watu wamekuwa wakikuita hivyo pia wakati. Somebody unakutana niita Kipuga. Wale ambao wamenizoea wananifahamu. Okay, ni jina lako kumbe sio yake. Hiyo ni jina la ukoo. MC Monly, hiyo imetengenezwaje sasa? Monly nakumbuka nimeanza kuitwa hivyo wakati nikiwa bado mdogo sana. Nilikuwa naitwa Mon. Ikiwa Mon sio Monly. Kwa nini? Kuna watu walikuwa wanashindwa kuniita Philemon. Though kana niita Mon. Okay. Na nakumbuka wakati niko shule ya msingi, sekondari, kuna washikaji ambao walikuwa wanashinda kuniita jina lote. Wananiita tu Mon. Okay. So Mon kaanzia hapo, Moni. Na for the last nakumbuka nilikuwa niko Njombe. Wadada walikuwa wanashinda kuniita jina langu lile Philemon. Wakananiita Mon. So moja katika Mon ikazaliwa Monly. Okay. Na kuniita Lee alikuwa ni mke wangu. Okay. Kipindi tuko chumba kabisa si vibaya. Na ilikuwa ni alikuwa anapenda sana kuniita Montili. Montili. Yeye alikuwa anamaanisha nini? Lee ilikuwa kama ni la kwangu. Lakini Monti ilikuwa yani yeye alikuwa amezoea kuita hivyo. Okay. Kwa mimi nikaona ni change. Ikawa mpaka na jina mwenzetu kama Monly. Okay. Shughuli zako ni nini? Mimi nafahamu tayari. MC Monly by professional, mimi ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa redio. Na nimefanya miaka mingi sana. Baadaye nikaamua kuskip kidogo kwa sababu ya mishemisha harakati nyingine. Na of course wakati nafanya kazi redio nikazaliwa MC. Nikazaliwa MC Monly. So nakifanya hivyo. Ukiachana na hilo vile vile mimi ni brand ambassadors wa makampuni tofauti ambayo nafanya nao kazi. Okay. Lakini out of that mimi ni brand ambassador, nimezungumza hivyo, lakini pia ni disability motivator. Okay. Yes, mimi na motivate watu ambao wana ulemavu.
Ulemavu. Yes. Upi wowote ule. Mtu ambaye ana hali ya ulemavu alafu anashindwa kujikubali. Mimi nakutana naye namjenga kisaikolojia. Kwa hiyo kumbe hiyo ni ya kwako, sio kwamba kuna watu unawafanyia, ni wewe tu mwenyewe. Ni mimi mwenyewe. Lakini kupitia hiyo pia napokea oda, napokea oda nyingi, napigiwa simu. Za issue ambazo zinahusiana na hizo mambo. Zinatokea. Napigiwa simu. Kwa nini ulichagua hiyo? Jamii ina uhitaji sana na hivyo vitu? Niliona nilikuwa nafuatwa na watu wengi sana ambao walikuwa wakiniuliza nawezaje. Unajua mimi ni mthubutu sana. Ukikaa na mimi sana unaweza kaisi kana mikono yote. Okay. Umeelewa? Okay, kwa hivyo watu ni kwamba walikuwa wanakufuata wakihisi kwamba like how mambo mengine unafanyaje. Okay. Na sometimes sio kufanya tu, ni vile kujikubali. Yani kwa pia kwenye halaiki ya watu unajua vile. So wakawa wengine wananifuata wananiuliza unawezaje. Lakini pia nikana kutana na familia. Inaweza kawa baba, mama au ndugu. Either wana mtu ambaye ana hali kama ya kwangu, akawa naye na shida ya mkono, mwingine mguu, mwingine hivyo, lakini hajikubali. Anafichama. Okay. Kwa wakawa wananiuliza unafanyaje? Mbona unajiamini sana? Naanza kuelekeza kwamba hivi kiko hivi. Bwana mimi na ndugu yangu hajiamini. So nikaona kumbe kuna ulazima mimi wa kufanya kwa ajili ya watu wengine. Hata ukiangalia vitu vingi ambavyo nikiwa najizungumzia mimi. Yani nazungumza sometimes kwa kujiamini ili watu wengine waamini nao wanaweza kufanya kitu kama mimi. Na nikanapata simu nyingi sana za watu ambao wapo kama mimi, wananipigia simu. Okay. Wengine wanifahamu, tunatafutana tu mitandaoni. Wanaanza kuniuliza naishi vipi na waelekeza. Sasa nilitaka kusema kwa sababu tayari manaki unaiface jamii moja kwa moja. Changamoto kubwa ipo kwa watu kutokujikubali ama jamii inawatenga watu? Ni kutokujikubali wao wenyewe. Kwa sababu mimi naamini wapo ambao watu wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana kwenye jamii. Isipokuwa usipotokea wewe, hakuna mtu ambaye ataweza kukuamini. Ikitokea umekuamini ukafanya kitu kikubwa, wale watu watakuamini zaidi. Umeshapata changamoto binafsi yani ambazo zilitokana na hivyo kuwa disable au watu wakachukulia like siwezi kupa kazi labda, yani kuna namna umeshawahi kufanyika kudisappoint sana? Sana. Okay. Sana. Kumbe ilianza na wewe kabisa. Wakati nakumbuka miaka hiyo before sijaaminika sana kwenye jamii. Nilikuwa nakutana na changamoto kama hiyo, lakini pia nakumbuka mara mwisho mwaka jana pia ilinitokea. Mwaka jana ilinitokea tu ni familia. Kwenye mishe zangu unajua kwenye harakati zangu. Familia fulani. Ikatokea kwenye mishe hizo. So mimi nachukulaga kama ni sijui nisemaje. Lakini mimi hata mtu ane-harass kiasi gani haikutesi. Mimi hainitesi. Mimi niko normal sana. Okay. Na maana nasema ukikaa na mimi yani kwa muda fulani unaweza kuhisi huyu jamaa vipi. Kwa nini anajiamini sana. So ndio hivyo. I don't know sijui kwa nini jamii iko hivyo, lakini tutakiwa kuona matatizo. Naamini sometimes ni fikra, na kama sio fikra kuna mengine yalitokea. Unajua kuna muda jamii inashindwa kuamini watu fulani kwa sababu ya background zao. Yani kama kuna watu walishafanya mabaya kwenye jamii, waliaminiwa alafu wakashindwa kufanya kile ambacho watu wamewaamini, ile jamii itaendelea kuishi kwenye hayo mambo. Umeelewa? Kwa huwa nakutana na hizo changamoto. Bwana tunimwamini huyu hata ukimpa nani hela, asipofanya vizuri utashindwa kumhukumu. Umeelewa? Yes. Kwa watu wanazungumzia uhalisia kwamba ni kweli wamekuamini ufanye kitu fulani. Wakashindwa kufanya, utakuhukumu vipi? Jamii itaona kama unanyanyaswa vile. Umeelewa? Kumbe sio, ni haki yao kudai kwamba umeshindwa kufanya kitu fulani. Kwa hiyo nikawa naona hizo kitu kama zinatokea, nikaona mimi na uwezo wa kufanya kitu kikubwa zaidi yao. Hongera sana. Tukizungumzia MC ambao ni most trending, wako viral, wanafahamika, wanajulikana, pia upo. Kwa hivyo napenda sana kupongeza kwanza kama hiyo haijawahi kukukatisha tamaa, na sasa hivi umekuwa wewe kuliko hata hao ambao wao labda wanahisi wako kamili kabisa. Hongera sana kwenye hilo MC Monly. Mwenyewe unajiita MC wa vibe. MC wa vibe. Nani alikupa vibe ama ni wewe tu uko na vibe kabla sherehe ianze? MC wa vibe ni kauli mbiu ambayo nilianzisha mimi mwenyewe. Na maana yake ya MC wa vibe ni kwamba
sherehe nyingi sana huwa zinakuwa zimepoa. Sasa mimi siamini kwenye sherehe kupoa. Mimi naamini kwenye sherehe kuchangamka. Kwa hiyo nikaona, mara ya kwanza nilikuwa najiita MC wa burudani. Nikaona inatumika na watu wengi sana. Nikaanzisha MC wa Vibe. Okay. Na MC wa Vibe sidhani kama kuna mtu anitumia nickname kama hii kwenye ma MC. Mimi nina hadi jingo kabisa. Yes. MC wa Vibe. MC Monly. Huyu ni MC Monly. Okay. MC wa Vibe. Yes, na huwa tunaona ile vibe yako ya humu tu. Kwa hata ukiangalia kwenye posti zangu ambazo naziposti mimi. Mimi siposti sana either mimi naongea au watu ambao mimi nasimamia shughuli zao wanaongea. Mimi napenda kuposti sana vibe za watu. Watu tuone. Muone kwamba kwenye sherehe kuna nini. Mimi nimechagua hilo kwamba kwenye engo la kuwaposti wahusika, ma MC wengi wanafanya hivyo vitu. Wamechagua digital wapite nayo hivyo. Okay. Kwenye issue ya kujiposti ma MC wanaongea, ni ma MC wengi wanafanya hivyo. Lakini kwenye engo ya kuposti watu wanacheza kwenye sherehe, kwamba wamekubaliana na MC, ilikuwa ni ngumu sana kuona. Kwa hiyo mimi na posti watu wanavyocheza, kwa mtu aone watu wakicheza. Na content zangu nimechagua content ambazo mtu anaziona ana relax, hazimuumizi, hazimdhalilishi mtu, kwa sababu wanacheza normal. Na hata ukipita kwenye mitandao ya kijamii ambayo mimi na posti sana, utasikia ila watu wa Njombe na wapenda wanacheza na magauni yao. Umenielewa? Vumbi. Au utakutana na comment mtu anakuambia ila watu wa Njombe ndo muingie na magauni kwenye nani? Wanasema magauni solo, sijui solo au satini. Yes, solo yani mnaingia na solo kwenye sherehe. Wao wanaamini kwamba kwa Njombe unaweza kaingia na kimini. Okay. Lakini kwa mazingira ya Njombe ukiachana na baridi pia ni utamaduni. Hata kuvaa mila zetu haziruhusu sana kuvaa nguo fupi, yani uko waziwazi. Kwa mkoa wetu ni tofauti. Kwa hiyo mimi sometimes watu wakiwa na comment vile huwa natamani kuwajibu, lakini naona ngoja nitulie. Japo huwa natamani siku moja nianzishe story niwe nasimulia uhalisia wa mazingira ya Njombe. Okay. Ya sherehe za Njombe. Kwa sababu mimi namfuatilia sana brother mmoja comedian anaitwa Eliudi. Huwa na posti vile ni kama vichekesho niseme ambavyo nazungumzia kwenye zile video ambazo labda watu wamevaa nguo fulani kwenye sherehe, hapo wanataja watu wa kwao. Sasa huwa nahusisha sana wa Njombe. Si Njombe sijui nini. Umenielewa? So huwa nataka sometimes nielezee namna sherehe za Njombe zilivyo, kwamba ukiwa ni mgeni umetoka Dar umekuja Njombe, hata kama umekuja kwenye sherehe, jitahidi uvae sweta, kwa sababu usipovaa sweta muhimu sana unaweza kaumwa na ukaichukia Njombe. Umeelewa? Kuna watu wamekuja Njombe wamekimbia Njombe hawataki, lakini kuna watu wamekuja Njombe sasa hivi wana hela, yani wana maisha mazuri tofauti na sehemu nyingine. Okay. Kwa ni kukopi maisha kwamba ukiwa Njombe vaa nguo ambazo zinakustiri kwa sababu baridi ni kali, lakini pia utamaduni. Ukiwa nje ya Njombe unaweza kuvaa kulingana na watu ambao wanavaa kwao, lakini kwetu lazima ufuate tamaduni. Sawa. Sasa tuzungumzie kwa ufupi hapo pia kwenye career yako ya MC. Tuko na tuzo aisee. Tuzo imetembea mjini hapa, imefahamika sana kwenye social media. Kwanza hongera. Asante sana. Ulikuwa una watu wangapi pale ambao mko mnaigombania ile? Tulikuwa 6. Mko 6. Ulikuwa na uhakika wa kushinda? Of course. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa najiamini. Hizi kura zilikuwa zinapigwa na watu, audience wanapiga kura. Kwa hiyo niliamini kwa wale watu ambao niliingia nao kwenye kategori yangu wote na washinda, kwa sababu nilikuwa na namba nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Na mimi nilitumia mitandao ya kijamii kama watu wanipigie kura. Okay. Na nikajua kabisa hapa hakuna mtu mwingine kunishinda. Japo kuna mmoja alionyesha nia kimbiza sana. Yani hadi tunafikia siku ile ya kufunga kura zinakuwa zionekani. Nakumbuka nilikuwa na 1800, alikuwa na 1300. Umenielewa? 1300 na hivi, yani kwa zimpishana chache sana. Nikajua huyu jamaa anaweza kanikuta. Lakini nilivyowaambia wadau wangu kwamba bwana naomba
unipigie kura naye nifukuzia. Sasa nilipigwa kura nyingi sana. Okay. Kwa hiyo mimi watu wengi sana na wategemea ni kwenye mitandao ya kijamii. Nafahamika sana. Na hii ni nzuri zaidi kwa sababu unajua kutegemea marafiki tunakuwa wachache sana. Lakini wewe kama umeshatengeneza watu wengi, manake sidhani kama kila aliyekupigia unafahamana naye personally, ila wengi tu umependa kazi. Manake kazi yako ni nzuri. Of course. Hongera pia mimi nakupa hongera zako kwa sababu tukizungumzia MC Monly upo sana kwenye vinywa vya watu sana. Yeah. Keep it up. Sijui ni vipi unaendelea kubalance, lakini I hope kuendelea kukuona hapo juu ambapo upo. Na inshallah Mungu anaweza akaendelea kuwa na mimi, japo tunafahamu kwamba kila kuchwao vitu vipya vinatokea, so haitoshangazwa akitokea MC mwingine. Kwa sababu ndio maisha. Na akiwa top tuseme twende vizuri na wakati wetu. Kwa wakati huo ambao tupo basi tutumie vizuri. Sawa, tuzungumzie mahusiano yako. Rada za Uba napenda kwa ile mahusiano. Wenzako tunapenda. Hapo ndo mebezi sana. Yaani tunapenda kweli. Sasa huko kwingine tunajua umeshaongea vitu vingine vingi, lakini hatujaongelea kuhusu mahusiano yako kwa mapenzi. Ni kweli. Mume wa wanawake wangapi? Mimi ni mume wa mwanamke mmoja. Mmoja tu. Nimeoa, nimefunga ndoa kabisa. Miaka mingapi? Nimefunga 2021. Tarehe 24 mwezi wa 7. So of course ikifika 24 mwezi wa 7 mwaka huu itakuwa miaka 6 hiyo. Okay. Lakini kuoa kabisa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu itakuwa miaka 7. Yaani kuoa kabisa ni nini hapo unaongelea msimu? Yaani kuna kuoa sio kufunga ndoa. Kuoa ni kuanza kuishi na mke. Huko ndo nazungumzia kwa hiyo ulianza kuishi naye ni miaka 7. Lakini kwa sababu nilianza kuishi naye kwanza kabla sijafunga ndoa. Kwa nini ulianza kuishi naye kwanza? Mipango gani, ama ulikuwa unaangalia ni kama utaweza ama nini? Kwa sababu sikuwa na focus hiyo, kwa sababu nimeishi naye kwenye uchumba na mjua. Tukapata mtoto before, tukawa bado tuko pamoja. Baadaye tukaanza kuishi pamoja. So baadaye kufunga ndoa. Kwa nini hatukufunga ndoa mwanzo? Mimi niliamini ninavyotaka kufunga ndoa, kwa sababu nikishakuwa MC tayari, niliamini ninavyotaka kufunga ndoa lazima ufanye mipango. Yaani utafute pesa, unavyoingia kwenye ndoa usiwe na deni. Unavyomaliza ile harusi yako umemaliza, pap narudi nyumbani, usiwe na deni lolote. Mwanze moja kwa moja. Yes, mimi ndo nilifanya hilo for 100%. Na ndicho ambacho tulikuwa tunaulizana leo hapa kwenye mada. Tumeulizana kwamba uzito wa swala la ndoa nani kwake wanalifikiria kwa ukubwa zaidi. Kwa ndo kilitokea hivyo. Kwa tunapenda kufunga harusi, mimi naye hatukuwa na deni lolote. Hadi tunavyomaliza shughuli yetu hatukuwa na deni la aina lolote lile. Yaani hata shilingi 10,000 au 1,000 hatukuwa nayo. Vyote vilikuwa ni vya kwetu sisi, tumevigenerate sisi. Kwa sababu sisi ndo tuliplan tukio letu. Uliwaje? Hata michango sisi ndo tulichangisha kwa Njombe. Na mimi sikutaka kufungia mjini. Nilifungia kijijini kwetu. Kule manake ndo nyumbani. Mimi nyumbani ni Makambako. Kijijini. Kwa nini kijiji gani? Kijiji kimoja kinaitwa Manga, kata Maongole. Sasa kwa nini unaenda kufungia Njombe? Njombe si ndo nilikuwa tayari naishi huko, lakini sikufungia Njombe. Michango hata wana Njombe wote niliwasafirisha kurudi kijijini kwetu. Kwa shughuli nilifanyia kijijini kwetu. Sasa niona nilete heshima kijijini kwetu. Vizuri kukumbuka ambako ni kwenu, kwa sababu pale ndo penyewe ndo nyumbani, kuna wazawa, kuna familia na kila kitu. Of course. Kwanza kusafirisha pia watu wengine haiwezekani. Mtoto ni mmoja. Mpaka sasa hivi. Kwa mke wangu. Kwa mkeo? Kuna mwingine? Na wawili nje. That's ambao ni wakubwa. Okay, manake walikuwa before. Before. Mke wako. Au wengine mama zao wako wapi? Washaolewa, wana maisha yao. Watoto wanakaa na na bibi. Bibi kwako ama kwao? Mmoja anakaa na bibi yake, huyo mkubwa, huyo mdogo anakaa na mama yake. Kuna changamoto tunapata kwa wazazi wenza wako? Hakuna changamoto kubwa ambayo mimi nakutana nayo. Hawapigi simu? Hapana, hajawahi. Mimi babe. Not about babe. Yaani kwa sababu hiyo kuna mtu anaweza kaisi kwamba niko sahihi kupiga simu na mtoto naye. Hapana, piga simu ataka sema nini? Mtoto anaumwa. Anipigie mtoto.
apige mtoto. Mimi anipigie mtoto. Kwa hiyo hakuna namna yote ambayo hawa wazazi wenza wamefanya mahusiano yako sasa hivi yakatetereka. Haijaitokea. Umefanikiwa nitakuwa muongo. Yaani nikificha hili nitakuwa muongo. Haijaitokea. Na nataka kujua pia wewe umefanikiwa wapi, kwa sababu si huko tunaona ni kesi kweli, ukizaa na mtu kuna kesi, anapiga simu usiku nataka kuongea na mtoto anaumwa. Yaani kuna visababu vingi ambavyo huaga inakuwa ni changamoto. Wewe umefanikiwaje hapo? Uliweka mipaka ipi ama ni nini? Sisi tunapenda kweli kusumbua. Sio nafikiria sio nini, lakini in short hata ilivyotokea kwamba tayari ana mtoto, tulikubaliana tuoane. Huyo sasa hata wao yani wakiwa wajawazito hicho kipindi. Tulikubaliana nao bwana, nikubaliana mimi kwanza sitakuja kuoana naye. Alikubali. Kipindi hicho nakumbuka niko chuo nasoma. Na mtoto wa kwanza. Wa pili nimemaliza chuo. Na kipindi hicho niko tu kitaa na kijini kwetu. Nikamwambia hatutaoana. Na alikubali. Akasema sawa. Kwa hata ilipokuja kutokea mimi mtoto wa kwanza kaolewa before mimi sijaoa. Ikawa fresh. Wa pili akaja kuolewa before mimi sijaoa. Ikawa fresh. Na uzuri mimi sina kawaida kumpigia simu mtu. Kama sina biashara naweza kupigia simu. Okay. Kwa hiyo kinachotokeaga watu wengine inaweza kaa pia hata mwanaume ana wivu. Kwamba hataki yule mke aliyezaa naye awe na mtu mwingine. Umeelewa? Kwa mwanamke naye anataliweka akilini kwamba ikitokea na wewe hivi nitakulipiza. Okay. So mimi nilikuwa naweza nikaambiwa na mtu bwana mtu wako na mahusiano na mtu mwingine. So you don't care. Anamwambia tu mshikaji, kwa hiyo mwanamke uko unajali. Kwa hiyo nifanyeje yani? Kwa sababu mimi sina mahusiano naye. Na unajua ukishamchana hivyo anaona aibu yeye. Na hata kuambia tena. Hawezi kuambia tena. Kwa hiyo onekana ona kawaida. Kosi kwa mpigia mimi simu nikamuuliza sasa hizo upo na mahusiano nini sijui nini sijui mtoto wangu sijui. As long as mlikubaliana kuachana. Sikuwahi. Lakini watoto safi. Ada nini kila kitu wanafanya. Okay. Hongera. Asante sana. Haya turudi kwa baby mama sasa hivi. Mlikutanaje? Long story. Yani tuifupishe. Short, yes. Short but clear. Nilikuwa naenda redioni hicho kipindi. Naenda redioni. Wakati ulipokuwa mtangazaji. Naenda redioni na muona sehemu. Na nakumbuka nilikuwa na mshikaji wangu mmoja anaitwa Imais Kaka. Wakati tunafanya kipindi pamoja. So kila siku tulikuwa tunapita tunamuona. Siku nyingine wakati tumepita tukajiuliza hivi huyu binti ameolewa hajaolewa. Alikuwa na style ya kuvaa kama mtu aliyeolewa. Okay. Anavaa kitenge. Kumbe leo ana style yako kuvaa. Anavaa kitenge. Sikuwahi muona amevaa nguo ya kuachia. Yeye yake yuko anajistiri. Sikuwahi muona amevaa nguo ya kuachia nini. Siku tulikuwa tunapiga story na huyo jamaa wangu anaitwa Imais Kaka. So baada ya hapo nikaa mimi na tukakubaliana na jamaa kwamba bwana mmoja amtokee. Nyoi. Mimi na jamaa rafiki yangu. Jamaa akasema anza wewe bwana. Labda kama atakuchomolea. Mimi nikaanzia mbali sana, nikamkuta mdogo wake siku moja dukani. Nikamwambia anikope hela. Nikope 500 nimekosa nauli. Mdogo wake wa kiume hapo. Okay. Bwana mimi nimekosa hela nikope nauli. Kashemeji tena. Mdogo wake akanipa nauli. Basi asubuhi utakapokuja utampa dada. Mimi target ilikuwa nikutane na dada yake. Basi kweli asubuhi nikakutana na dada yake. Nikamwambia mdogo wako sema nikupe hela, akaambia yeye aliniambia, nikamwambia poa. Fresh. Siku nyingine nikamwambia hivyo. Ninapotaka kwenda sasa mle ndani namkuta mdogo wake. Anipe hiyo 500. Na sio kwamba sikuwa na hela 500 mfukoni nilikuwa nayo. So ikawa hivyo. Siku nyingine tukakutana mjini tukapiga story. Vipi safi? Unajua kusalimiana ile kwamba alikukopa hela, mdogo wake umempa yeye, umemlipa yeye. Vipi safi? Kwema naye akiwa na mdogo wake, mimi nikawa na mshikaji wangu Ima sasa, huyo Skaka huyo. Basi tukaachana naye hapo. Siku nyingine nikamwomba namba ya simu, shazoeana tayari. Kwao nilianzia mbali. Mimi sikumface tu, aisee naomba namba ya simu. Sijui dada nini mzuri sijui nini.
Sasa hivi ambavyo unampenda hivyo, hujajuta angeanza rafiki yako kumtongoza? Angeanza mshikaji wangu? Kwa sababu ilikuwa ni story tu. Maybe ingekuwa sijui chochote. Yani nilikuwa sijui chochote. Kwa sababu huwa inatokea. Huwa inatokea. Nini kinakuvutia sana kwa mwanamke wako? Kwa sababu hao tunao wawili hao walipita manake ingekuwepo vitu fulani nadhani wangebaki. Kwa nini huyu? Mke wangu? Mke wangu mstaarabu sana. Mke wangu ni mstaarabu, sio nikwambieje. Ila ni mstaarabu. Mimi si nafikii tu, lakini kama ni moja wa watu ambao huwa unapita kwenye mitandao yangu ya kijamii, huwa unakutana na posti zangu. Posti zangu mimi kama ni mwanamke mwingine anaweza akagive up. Okay. Akajua kwamba mimi naishi kwenye zile ambazo nazipost. Lakini tofauti. Lakini hata kusoma comment utasikia, wewe hivi wifi yetu anaona? Shemeji yetu ameona hii post? Lakini tunaposti kazi. Lakini normal tu kawaida. Mimi naposti wanawake wengi sana kwenye birthday zao. Kazi. Sema naposti kazi. Nazungumzia birthday. Birthday za marafiki. Marafiki na posti sana birthday za wanawake. Wanaume mtu akinipa picha mimi nimposti na mposti. Lakini mkeo yuko Kigoma, right? Wewe uko huko. Mimi niko Njombe. Kwa miaka mingapi mnakaa mbali hivyo? Mwaka mmoja, huwa ngapi wa 6 huu? Mwaka mmoja na miezi 4. Atarudi ama ndo maisha yameshatutenganisha? I don't know. Issue za serikali unajua. Siwezi kusema atarudi au hatarudi karibuni. I don't know. Mnaendeshaje mahusiano ya mbali? Tunaendesha. How? Tunapigiana simu, sisi tunapiga story. Tuelewi kabisa yani. Katika somo hatuelewi ni hili. Mimi nafunga safari sana. Kwenda. Naenda sana. Nikimisi tu naenda. Kingine ukaribu. Karibu sana. Alafu mimi ukiachana na hivyo, mimi mke wangu ni kama rafiki. Yani rafiki, yani nasema katika marafiki wa kwanza, rafiki kama rafiki, mimi ni mke wangu. Nimekuja kwenye mada yangu hapa kuna siku hata kupiga story, hata kufanyaje, yani ni mke wangu. Niliuliza watu wapenzi wenu ni marafiki zenu, wakanishangaa. Kumbe ni rafiki yangu. Mimi rafiki yangu sana. Naonaga tu mitandaoni watu wakisema, "Wewe yani ujengi rafiki na mke, atakuzoea sio atakufanyaje?" Mimi hapana. Ni changamoto gani kubwa unaipata mkiwa mbali? Tukiwa mbali. Labda niseme kummisi tu. Ambapo changamoto nyingine hizo zote hizi za kawaida ambazo mimi hata before nimepitia. Yani nilikuwa naishi peke yangu hivyo. Kwao nishazoea. Mapenzi ya mbali watu wanasema kwamba anamaliza hisia. Kwako vipi? Wewe hiyo hapana, hiyo muongo. Hiyo uongo. Unampenda vile vile? Sana. Kwanza tulivyo mbali hivi hadi tunavyoenda na kuwa na kimuhemuhe kweli yani mke wangu yani unajua ile unasafiri yani utamkutakutaja yani umenielewa, hujamwona muda mrefu. Nakwambia walisia real. Makambako na Njombe ni baridi sana. Hakuna chochote. Hasa mimi nimezaliwa Makambako baridi, nimeshazoea. Hakuna mbadala. Mbadala nini mwanamke? Wanawake wapenda hela. Vishawishi hujawahi pata? Hapana. Mimi kupata unapata, unazuia vipi? Mimi ni mgumu sana kuonga. Yaani hilo nasema hadi mke wangu ananijua. Mimi hadi mke wangu alikuwa ananisema. Pesa basi tena. Mimi hadi mke wangu alikuwa ananisema. Yani wewe ngumu sana kwa sababu mimi natolea mfano. Mimi nilikuwa ninatoka kwenda kutembea kitaa. Nilikuwa sina mazoea kutoka na hela. Anaweza kanipigia simu. Aisee naomba ninunulie kitu fulani. Hela nimeacha. Hela nimeacha hapo. Sasa unatokaje tu mikono mitupu? Mimi nimezoea kutoka hivyo. Sasa kwa mfano ukipata pisi huko, Tanzania, kupata pisi huko. Kuto kutembea na pesa, kuto kutoa pesa wewe pia ndio kuna kufanya uwe mwenyewe. Wanaume wengi wanaingia kwenye changamoto hii kwa sababu ya pesa. Ukiweza kubalance kuitunza pesa yako, huwezi kwenda ovyo. Okay. Lakini pia mimi najua ni asilia. Mimi ni asili yangu. Yaani mtu ale hivi hata ule 5,000 yangu inauma. Bora nikupe tu 5,000, yani nikupe 5,000 au nikupe tu for none business. Lakini si kwa ajili ya mahusiano. Kwa ajili ya mahusiano. Yani nikupe hela yani hata kama sawa nakutana wewe nikupe hela ya nini? Bora iwe nauli twende Kigoma. Nauli tena? Yani uende Kigoma. Okay, umenielewa. Yani nimpe hela ya nini? Kwao naishi kwenye hicho kitu huwa kinaniuma sana. Okay. Sio kwamba sijaionga. Lakini inauma sana. Niliwahi honga ni umenielewa. Sio kwamba sijaionga, niwaionga lakini ukishaonga roho inakuuma. Yani ile hela yangu 5,000 yangu hivi ningenunulia kitu fulani. Kwa kile kitu kina sana. Okay. Really yani nakwambia. Umeelewa. Kuna swali lako hapa, kuna msikilizaji anasema kwamba
Anasema MC anasema kwamba anapenda kuposti watu wakiwa na vibe hasa wa Njombe, na anapenda kuposti na kubrand tamaduni za Njombe. Ikiwa utapata kazi ya MC nje na Njombe, hutoweza kupost, na nadhani una kazi hizo pia. Na posti pia kwamba una posti kazi zote, si kwa sababu tu za kazi na utamaduni. Okay. Na posti na nimesema kwa Njombe huwa na posti watu waone namna sherehe za Njombe zilivyo, lakini kupitia kuposti huko pia anapata kazi. Mtu anapenda bwana, mimi nataka hivi MC nikikupa kazi utanipostia matukio yangu kama unavyoposti hayo mengine. Yes, watu wanapenda unaambia hata nikifungua hapa naweza nikakuonyesha tu baadhi ya comment. Kwa mtu anapenda vile ambavyo na posti tukio langu, yani leo nikoenda huko kwa sababu ni rafiki yako. Ipi ni moment yako bora sana na mke wako? Moment bora mimi kuoana na yeye. Unaipenda sana? Naipenda sana. Ile siku ya harusi. Au kiachana na harusi imekuja mbele, au tu kuishi na kwamba yeye ni mke wako. Kuishi naye mke wako. Kuna wakati umewahi kupitia, sijisema useme ni kitu gani, iliwapa labda kitu fulani kigumu, hali fulani ngumu sana ikawafanya mkawa vibaya sana, yani hata kufikiri kwamba au tuachane tu? Nishawahi kufikiria hatua? Haijaitokea. Haijawahi. Mimi nakumbuka hata siku moja nilikuwa nasimulia shikaji zangu, aliniambia ukija kugombana naye wewe mtaachana. Nikasema sawa, kama ikitokea basi, lakini huwa siombei hilo. Lakini hatujaiomba gombana. Kwa ni ugomvi tu kawaida. Yani kununiana sio ugomvi. Mimi na yeye hatujaigombana. Ni mnanuna tu. Labda tukinuniana tu leo, kesho safi. So unajua mnalala pamoja, mtanuniana vipi bwana? Namaliza tu. Kesho tunaendelea. Kawaida. Ni kitu kizuri pia na ni jambo zuri. Sasa bwana, wadogo zako wanakusikiliza sasa hivi. Wengi sana pale, tupo kwenye group, tuko live, tuna group letu sisi la Radio Zahuba, kuna vijana wengi wanasikiza, wengine Radio Box. Watu bwana siku hizi hawaamini kwenye mahusiano. Na wamesema nikuulize. Hawaamini. Anaweza kana sababu za msingi. Unajua kama hawaamini wangenipa sababu za kutokuamini, labda ningeweza kuelezea kwenye hicho kitu ambacho hawaamini. Sasa wewe unatakiwa kuwaambia kwa nini mapenzi ya kweli hapo. Wao wanabisha kwamba hakuna mapenzi ya kweli. Hukutani nao watu hawaamini kabisa kwamba saizi mapenzi tunayo yapo. Mimi siwezi kusema nakutana nao wakati mimi watu wanaoana kila siku mimi nakuwa MC. Yes. Mimi nakutana matukio kama kawaida, napigiwa simu, naenda na sheresha fresh. Na unaamini kwamba watu maisha yanaendelea, si ndio? Labda ngoja nijibu kulingana na uzoefu. Nadhani kitu ambacho watu wengi kinawafanya wasiamini ni utandawazi umebadilika, maisha yamebadilika sasa hivi sana. Unajua sasa hivi hadi wanawake wanaweza kuwakataa waume zao. Na anakuwa tayari shaolewa. Akawa na ndoa kabisa, akasema mimi sijaolewa. Kumbe mke wa mtu. Ndio. Mke wa mtu kabisa. Akasema mimi sijaolewa. Lakini zamani hata msichana akiwa na mpenzi ukimtokea tu mimi na mtu wangu. Na msimamo juu. Sasa hivi hawana. Siku hizi kila mdada ukimuuliza vipi? Unataka kuniambia una shemeji? Tulishaachana. Au kivile, sio kivile. Bora hiyo ni kama ameongelea kwenye utani. Sasa mtu anakuambia serious kabisa. Sina mtu. Umenielewa? Sasa utasemaje? Kwa hiyo sasa hivi maisha yanabadilika. Zamani ilikuwa mwanaume ana uwezo kumkataa mke wake, lakini sasa hivi hadi wanawake pia wanakataa waume zao. Yani hapo nimetumia neno waume kwa sababu hao tayari washaoana. Sijatumia kwamba boyfriend. Boyfriend anaweza kukataa kwa sababu haujamuoa tayari. Pengine anayekuja ndo muoaji. Anaweza kumkubali mtu mwingine. Kwa sababu uchumba sio kuoana. Kuoana ndo ndoa. Uchumba sio kuoana. Inaweza kaa unapita tu. Tumalizie hapo sasa. Kwa sababu wewe maisha yako vizuri sana so far, ulipotuambia pamoja na mkeo na nini kwamba unatusimulia kwamba maisha ni mazuri kwenye ndoa. Tupatie siri moja ya furaha kwenye ndoa. Watu wana ndoa hawana furaha. Hiyo nayo ipo. Siri moja ya kwa nini? Kubwa ya kwanza ni kuaminiana. No matter what. Kwa hapo ulipo unaamini kabisa Kigoma mama afanye chochote. Yeye anamwamini hivyo. 100%. Naye anakuamini wewe. Na sifuatilii mimi chochote. Na kwenye maisha ukitaka win kwenye maisha yako ni kutokufuatilia cha mtu. Lakini unamwamini tu. Muamini tu, share naye chochote kile. Lakini hii kupekua hii achana naye. Kwa sababu natolea mfano, si ndio? Unaweza kuwa na mpenzi wako hapo. Si una mpenzi? Haya. Kuna mambo mwingine anakupenda, anaanza kutumia message. Unajua si wanaume tuna message za ushawishi. Baby mambo. Ukisoma anakutongoza tu hapo. Baby mambo. Haya, mimi ni mchumba wako. Kama ile message. Baby mambo. How?
baby kivipi. Namna gani? Kwa naanza kujenga jealousy kuanzia pale. Pale. Kwa naanza kukuchukia na tumetofautiana pia mioyo ya kupokea kile ambacho kinatokea. Okay. Kwa mimi nitakuchukia wewe mazima. Kwamba mke wangu huyu kuna mtu anatoka naye. Kumbe jambo linatongozwa tu. Okay. Na mwanamke anatongozwa muda wote. Lakini mwanaume pia anatongoza muda wote. Umeelewa? Sasa tutafanyaje? Kwa kikubwa hapo ni kutokuaguliana. Mimi mke wangu hata nisahau simu hapa. Yaani nazungumza najua niko live. Hata nisahau simu hapa. Achukue. Mke wangu hajawahi kagua message. Tangu naanza naye uchumba 2017 mpaka hadi sasa hivi 2026 hajawahi kagua message zangu. Kama anakaguaga kisirisiri sijui, lakini mimi ananiambiaga hawezi kukagua simu yangu. Na mimi hata uguse simu yangu kikagua popote pale najua. Hata nikupe simu yangu sasa hivi tufungue chochote kile hapo. Ukinipa ukinirudishia nitakwambia ulifungua hiki na kile na kile. Kwa siri ya ndoa yenu ni uaminifu. Ni uaminifu. Na ndio hicho ambacho watu wanataka kufanya. Simu hizi yani ndoa nyingi zinaharibika ni kwa sababu ya simu. Watu wanaachana chanzo ni simu. Utasikia mume anakagua simu ya mke ila yeye mke hana uwezo kukagua simu ya mume. Okay. Sasa hapo nani atakuamini hapo? Sawa. Yeah. Bwana, story ni nyingi sana mpaka natamani kuna part 2 lakini muda sasa jamani MC. Pata nafasi basi uje tena. Sawa. Sababu hata maswali ya msikilizaji sijauliza, muda tu ndo umeisha. Maswali yameisha. Maswali yamebaki, muda umeisha. Muda umeisha. Anyway, neno la mwisho kwa mashabiki zako. Na kijiji kweli. Na kijiji sana. Mimi nawapenda sana. Na uzuri wanajua. Mimi bwana mtu ambaye akionyesha kunikubali mimi nampenda sana. Okay. Na share naye story. Mimi hata nipigie simu na napokea simu yake, akini text messenger najibu. Na kabla unasoma comment zangu pia utasikia MC ambaye huwa anajibu comments. Okay, yes. Mimi najibu sana comments. Nimeona taleo. Yeah, najibu sana comments, tunashare story. Mimi hata ukiniposti wewe watu wakicomment pale nakuja kujibu comments zote pale kwenye kile ambacho umeniposti wewe. Okay. Manani wanizungumzie mimi nitajibu. Kwa mimi naishi nao kama rafiki. Mimi nikisema niko Makambako hapa nikisema niko Makambako, simu ni nyingi. Oya njoo sehemu fulani, njoo kula, njoo kufanya nini? Unaniita basi kwenye kula hapo. Kwenye kula. Wanakupataje? Kwenye mitandao ya kijamii. Wale ambao wanahitaji tufanye nao kazi, basi nitaomba wanitafuta kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na TikTok. Huko kote waandike MC Monly. Huko unaweza kanipata. Namba ya simu tu. Namba yangu natoa tu. Mimi sina shida. Namba ya simu natoa kwenye sherehe, niogope tu kwenye nani ya public. Mtu yote anaweza ka save. Sio lazima awe na sherehe. Ndio. Mtu yote yule save namba yangu ya simu akinitumia pale aseme mimi mtu fulani na yeye ni save namba yake. Mimi na save tena for free kabisa. Ni sina chochote kile. Namba yangu ya simu ni 07 59 21 97 33. Unaweza kurudia tena? 07 59 21 97 33. Anitafute tu anitumie message kwamba ni save namba yake, mimi na save. Ndio maisha. MC wa Vibe niko hapa. Okay, nashukuru sana kwa kupata MC wa Vibe, na next time especially mama akiwa hapa mjini uniambie jamani, tuzungumze tukiwa wote. Itakuwa ni nzuri zaidi. So mtu sana wanani mfano. Anatolea mfano. Mimi mke wangu sio mtu sana achanganyikeni. Utamshawishi hapa sio unatoka ngapi hapa? Hata naye atakuwa 4. Basi. Anyway, tajaribu. Asante kwa kuja. Asante sana. Shukrani sana na karibu tena wakati mwingine. Pamoja. Sawa, msikilizaji, ndivyo ambavyo tumehitimisha rada siku ya leo bwana, na kwa bahati mambo yamekuwa ni mengi sana hapa, muda umeisha mpaka tumeiba kabisa, lakini asante sana kwa kunisikiliza. Kipekee ni kushukuru, tulianza vizuri, ilikuwa ni Jumatatu, kesho ni Jumanne. Bila shaka kesho yenyewe imeshafika, tutakuwepo hapo kwenye Love Affairs kama ilivyo kawaida, lakini pia Love Story itakuwepo sambamba na 3 za chumbani. Mimi naitwa Tutu. Uwe na usiku mwema.